machali zangu wa Arusha, hasa hili rika dogo hii miaka 20 kushuka chini hapa, na waombeni sana. Hebu acheni kuhangaika na pikipiki. Kama unaweza nisikiliza, lakini kama bro, hebu acheni kuhangaika na pikipiki. Na wengine pia ni rika la watoto wangu kabisa. Hebu acheni kuhangaika na pikipiki. Alafu idadi kubwa ambao mnahangaika na hizi pikipiki, wazazi wenu hawana maisha. Idadi kubwa mnalelewa na mama zenu ndo wanauza mboga mtaani. Ukipata ajali mdogo wangu, bahati mbaya sasa usife au ukafa, umempa mzazi wako hasara. Mimi ni mzazi. Naelewa uchungu wa kulea mtoto. Unajinyima. Yaani kuna vitu unavitamani, unajinyima, unafanya jambo kwa mtoto wako, unaamini huyu mtoto wangu atafika basi kwenye malengo yake, si lazima anisaidie, lakini kuna namna tu moja ama nyingine unaweza kumpa mzazi wako support. Lakini pia jambo lingine, naamini kwamba mtoto wangu basi na mimi nitakuwa na mwanangu. Wengine ndo watoto wa pekee kwa mama zenu. Mnawaumiza wazazi machali. Mnawaumiza wazazi. Juzi nimepita hapo Kisongo, siku kulikuwa kuna rally ile ambao Calling amechukua ubingwa. Nimeona machali, watoto wa kike wadogo mnajifunza kuchanja gomba. Sijui mnapakiwa kwenye umepakatwa, yani unajihisi for fun sana. Ujana unakujaga na mambo mengi. Yani unaweza kuwa unajihisi fresh, yani hivyo ukiwa kwenye mitandao ya kijamii unaona kama ni binti mmoja mjanja sana. Mnawaumiza. Alafu pia nyie mabinti mnielewe, hao machali sio wa kuamini. Hao machali wa kiume sio wa kuamini. Mnapelekwa, mnaleweshwa, mnapelekwa ghetto, mnapigwa mande, mnaharibiwa maisha yenu watoto wangu. Hebu msifanye hivyo ase. Msifanye hivyo ase. Na nyie machali, msifanye hivyo. Pikipiki hainaga mwamba. Mimi na jamaa wangu mmoja ni marehemu Mbega Mererani. Alikuwa anaendesha pikipiki hamna mfano ndani ya Arusha. Mbega alikuwa anapiga pikipiki vibaya sana. Lakini sasa hivi mwamba alikufa na pikipiki. Na mnalewa. Unajua ukinywa glass moja ya K-Vant, pikipiki na kunywa glass 2. Ukinywa bia moja, pikipiki na kunywa 2. Kwa hivyo nyie machali, nawaombeni sana. Nawaombeni wadogo zangu machali wa Arusha. Hebu acheni hizo. Alafu na nyie mabinti, acheni hizo. Mnaekwa kwenye media eti mnajifanya mnaongea kichuga na nini, sijui nini, yani mnajifanya kwamba ni wahuni. Hamna uhuni wowote wadogo zangu, mnaharibu maisha yenu. Kwani unapojifanya muhuni gangster, unafaidika na nini? Yani mnapoenda pale Kisongo, mnapoenda pale kwenye zile sehemu za rally, mnafaidika na nini mdogo wangu? Yani unaponyanyua pikipiki, umeondoa pikipiki exhaust na piga makelele, unapovuta hiyo mafuta, yani makelele shaz, unafaidika na nini? Mimi naombeni wadogo zangu, kama mnaweza nielewa na kuomba. Sio wote watanielewa, wengine watanitukana. Sio wote watanielewa, lakini hamna faida yoyote kwenye maisha. Ukitaka uwini, lazima ukubali kusikiliza watu ambao ni makini sana kwako. Kwenye maisha, jiulize, kila kitu ninachokifanya kina faida gani na kina hasara gani? Kama hasara yake ni kubwa kuliko faida, achana nacho. Wengi mna pikipiki za mkataba. Umeondoa pikipiki ya mkataba, umeondoa exhaust, unaipiga madabo, unaua injini. Kwa mpaka mkataba umeisha, umelipa hela ya watu, pikipiki na yenyewe imeisha. Kuwa na akili mdogo wangu. Lenga kwenye shabaha. Pambana na maisha yako. Usipende kila kitu ambacho unakiona kiwe ni sehemu ya maisha yako. Mimi nawaambia wadogo zangu, hayo ambayo nyie mnaishi, mimi nimeyaishi.
na mimi nilikuwa mtukutu sana. Na sisi kipindi chetu ni watukutu ni wachache. Tulikuwa tunajiona mamwamba, chanja magomba nini. Unanikuta jicho imetoka kama fundi saa amepoteza sukuru. Unanikuta yani nimeandasika, lakini mafaida ya gomba ilikuwa tu ni ile andas. Lakini hasara ya gomba ni kubwa kuliko faida zake. Huenda ina faida, msingekuwa mnatumia kama ina faida. Lakini pia jambo lingine mimi niombe serikali, ni kama Arusha sasa hivi ni kama mmeruhusu gomba. Machalio anachanja, na juzi naona pale napita pale Kisongo, naona machalio anachanja mbele ya mapai, yani wala hamna mbaya kabisa. Sasa hivi kwenye misimu hizi machalio anachanja, wanaojiwa na media wanachanja gomba, wala hamna mbaya. Nisiingilie mambo ya serikali, nisiingilie nini kifanyike nini kisifanyike. Nirudi tu kwa wadogo zangu machali na wadogo zangu wa kike au watoto wangu, ni waombe, ujana unakujaga na ujuaji sana, na usipotumia muda wako wa ujana vizuri, baadaye utakuja kuteseka sana. Yani hao unaowaona wanajiuza. Mshaipita maeneo ya Shivers, watu wanajiuza. We dada unayenisikiliza, we msichana, walianza hivyo hivyo, hawakusikiliza wazazi wao, hawakusikiliza wakubwa wao. Mwisho wa siku, pambana na starehe, wakajazwa mimba. Mwanaume analaza kushoto, yeye haeleweki, hajasoma, hana idea yoyote. Idea alionayo kichwani ni kwamba apatanie mwili wake, apewe 5,000 10,000 akalishe mtoto wake. Sasa hayo maisha si mazuri. Na we binti unayenisikiliza, unajiuza, chana na hiyo mambo, fanya kazi yako. Mpe Mungu nafasi machali, mpeni Mungu nafasi. Si tuliokoka mnatuona kama vichae, mnatutukana mnatuona kama mamento, si ndiye? Mnatuona kama hazitutoshi. Yani hao wapiga kelele tu, hawajielewi, wanasema moto moto nini. Si mnatuona hivyo mamento Lakini mimi nataka kuwaambia, hakuna ujanja kama kuokoka. Kuna maisha nimewahi kujaribu kuyaacha, nilishindwa. Nilijaribu kuacha pombe, nilijaribu kuacha ugoro, nilijaribu kuacha kuberi, nilijaribu kuacha wanawake. Hayo yote nilishindwa, nilichukia. Yani mwisho wa siku nilikuwa naona mbona hivi vitu havina maana. Napambana na wanawake, pambane utafute hela ya mwanamke, pambane hela ya gesti, pambane hela ya bia, pambane hela ya kwenda kutulia mahali. Mwisho wa siku ukachomvi aishi nusu saa, aishi masaa mawili, umemaliza hela na faida yoyote hamna. Dakika ya mwisho kuna hasara ya kupoteza pesa, kuna hasara ya magonjwa, UTI, kisonono. Hebu nieleweni machali bana. Kama sio wote mtanielewa, lakini mimi nimeongea haya kwa mmoja ambaye anaweza nielewa. Wakati mwingine kubali kuonekana mshamba na mjinga, lakini usipoteze focus ya maisha yako. Usiharibu maisha yako kwa mikono yako mwenyewe. Tauni kumekuwa na fashion fulani kama hizi mambo za bike ni starehe fulani. Sasa hivi hata misafara. Oscar Imo, unanisikia? Washauri machali bana. Sawa, we ni mdogo wangu, lakini pia umri wako umeenda kidogo. Washauri machali wafanye kazi. Hizi mastaili zingine, watoto hawa wadogo kweli ni aje hivyo, wembo acheni hizo mambo bana. Kama mnanielewa, lakini kama mnanielewa hata kidogo, acheni kukimbizana na hizo mambo bana. Yani sasa hivi hiyo mambo ya bike town, yani imekuwa kama ni fashion mpya ya maisha. Hawa watoto wetu wa kike hawa wadogo zangu wamekuwa yani kuongea ile kichuga, sijui kukaa amepakatwa, chali anaendesha bike, anaona yani amewini kinoma. Lakini mnaharibu maisha yenu kwa mikono yenu, wadogo zangu. Mnaharibu maisha yenu kwa mikono yenu, na maisha iendagi karudi nyuma. Asante kwa kunielewa.